katiba na muhula wa 3. Tunajaribu hapa kuangazia mambo ambayo yanakinzana na katiba ya wakazi wa Bujumbura. Na Mei 4 kulikuwepo na naibu wa rais katika mahakama ya Burundi, na kuwepo kwa na majaji wawili ambao walihofia maisha yao. Hawa pia waliweza kujiondoa katika kusikiza ile kesi ambayo iliweza kuamua kwamba Pierre Nkurunziza anaweza kuchukua hatamu, anaweza kuwania hatamu ya uongozi, na kuwepo pia na madai kwa maisha yake ya hatarini. Haya ni baadhi ya mambo ambayo hawa majaji watatu walikuwa wanalalamikia, na mmoja alidai kuwa majaji wote 7 ni kinyume cha hao majaji wote 7 ambao waliweza kusalia kwa kifupi basi waliweza kumuunga mkono Pierre Nkurunziza kuweza kuwania hatamu nyingine ya uongozi. Kulikuwa pia na waziri wa mambo ya nje wa masuala ya Marekani, huyu ni John Kerry, ambaye aliweza kushtumu vikali hatua ya Nkurunziza, na hadi sasa taifa la Marekani limeendelea kushtumu Nkurunziza kuhusiana na zile hatua ambazo anaweza kufanya. Na kwa hiyo pia na mapigano baada ya uchaguzi. Pindi tu Rais Nkurunziza aliweza kutangazwa mshindi, na ikumbuke kwamba upinzani haukuweza kushiriki katika uchaguzi huu, na uchaguzi wenyewe basi uliweza kufanyika mnamo Julai 21, ambapo upinzani kama nilivyokueleza hapo awali haukuweza kushiriki katika uchaguzi huu. Na basi kiongozi wa upinzani ambaye ni anaitwa Agathon Rwasa alitaka serikali ya mseto, lakini hilo bado halijaweza kufanyika, sababu zake zikiweza kuwa ni upande wa Nkurunziza unaonekana basi kuwa hauwezi kukubaliana kwa karibu na kiongozi huo wa upinzani na mkuu wa usalama katika kitengo cha rais basi ambapo ni Rais Pierre Nkurunziza pia aliweza kuuawa mnamo tarehe 2 Agosti. Haya ni baadhi tu ya mauaji ambayo yameweza kufanyika, na pia tarehe 15 Agosti kulikuwa kuna kiongozi wa kijeshi pia aliuawa. Haya ni baadhi tu ya mauaji ambayo yameweza kufanyika na ambayo yanaweza kutajwa kwa upande fulani kwamba yameweza kuchangia katika machafuko nchini Burundi. Na pia Septemba 8 Patrice Gahungu ambaye pia ni msemaji wa chama cha upinzani pia aliweza kuuawa. Jambo hili basi liliweza kuongeza yale machafuko nchini Burundi, na upande wa upinzani wakahisi kwamba wanalengwa, na kumekuwepo pia na mashambulizi mengi nchini Bujumbura, wengi wakiweza kulikuwa na njia ya mshike tangu machafuko yaanze nchini Burundi. Na tukisonga mbele pia kuna jamii za kimataifa. Hapa tunajaribu kuangalia katika jamii ya kimataifa ni nani ameweza kutoa mchango wake, ni nani ameweza kutoa semi zake kuhusiana na machafuko nchini Burundi. Upande wa AU ilitaka uchaguzi kuhairishwa, jambo hilo aliweza kufaulu, na pia kumekuwa na ambapo ilikuwa ni Mei 7 mwaka 2015 na tarehe 11 Septemba mwaka 2013 AU pia iliidhinisha wanajeshi 5,000 kutuliza hali nchini Burundi. Katika mtazamo huu basi hadi sasa Pierre Nkurunziza ametoa vitisho kwamba iwapo AU itaweza kuleta majeshi yake basi serikali yake itaweza kupigana nao. Na upande wa EAC tumeweza kuona Kenya, Rwanda na Tanzania au pia Uganda pia waliweza kutoa mchango wao wakitaka Pierre Nkurunziza kuweza kusitisha vita vile. Kufikia hapo basi naweza kurogesha kwa mhariri Paul Nabiswa kwa mengi zaidi. Na tuelekee katika mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC, ambako aliyekuwa rais wa Ivory Coast hapo zamani Laurent Gbagbo amekanusha mashtaka manne yanayomkabili katika mahakama hiyo kuhusu uhalifu wa kivita. Gbagbo analaumiwa kwa kuhusika katika vita vilivyosababisha zaidi ya watu 3,000 kufariki wakati wa uchaguzi wa mwaka 2010. Makna Maswa na taarifa zaidi. Rais wa zamani Laurent Gbagbo alifika kwenye mahakama ya uhalifu wa jinai huko The Hague, Uholanzi, kujibu mashtaka ya uhalifu wa kivita. Wafuasi wa Gbagbo pia walijitokeza kumpa motisha. Mimi natoka Duekwe. Kulikuwa na mauaji mjini kwetu, lakini yalisababishwa na Soro, lakini Bensouda anamtetea. Wengine walibeba mabango kama hili lisemalo uhuru kwa Gbagbo na Ble Goude. Mahakamani, Gbagbo alionekana mtulivu lakini makini, akivalia suti ya samawati na kujibu mashtaka mbele ya jaji Kuno Tarfusa. Monsieur le Président,
Nashukuru jaji, sina hatia. Bagbo alishtakiwa akiwa na Charles Blegude, kiongozi wa zamani wa vijana nchini Ivory Coast. Naye alikanusha mashtaka yaliyomkabili. Sifahamu mashtaka haya. Hata hivyo, sina hatia. Vita nchini Ivory Coast vilisababishwa na kukataa kwa Bagbo kuondoka mamlakani, hata baada ya kuonyeshwa kivumbi na rais wa sasa Alassane Ouattara kwenye uchaguzi wa mwaka 2010. Machafuko ya miezi minne yalifuatia kabla ya Bagbo kutimuliwa mamlakani na mwingilio wa kijeshi ulioongozwa na Ufaransa. Bagbo mwenye miaka 70 alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu kabla ya kuzamia siasa mwaka 1990 na baadaye kuwa rais mwaka 2000. Mkewe Simone pia alihukumiwa kwa kifungo cha miaka 20 kwa kuhusishwa na machafuko hayo yaliyosababisha vifo vya watu 3,000. Lakini Bagbo akaelekezwa Hague. Wengi wa wafuasi wake wanashikilia kwamba Bagbo anadhulumiwa kwa kupinga mwingilio wa Ufaransa kwa masuala ya ndani ya Ivory Coast. Naye kiongozi wa mashtaka wa ICC Fatou Bensouda anakanusha kauli hii. Kesi hii inatia uwezo wa mahakama ya ICC kwenye mizani baada ya kesi sawia iliyomkabili Mwafrika mwingine wa hadhi ya juu, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, kusambaratika kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi. Yeah. It's going to be okay. It'll definitely be okay. Licha ya kuwepo kwa miaka 13, mahakama ya ICC imewahukumu watu wawili tu, na hao ni wababe wa kivita Thomas Lubanga na Germain Katanga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufikia sasa, ICC inasemekana kutumia kima cha shilingi bilioni 1 za Kimarekani, huku ufanisi wake ukizidi kutiliwa shaka. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Na dalili zinaonyesha wazi nchini Uganda kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 18 mwezi ujao, baada ya tume ya uchaguzi nchini humo kupokea vifaa vitakavyotumika katika shughuli hiyo. Mary Kilobi ana ufahamu zaidi kuhusiana na masuala ya Uganda na natupambia taarifa hii. Hii ni awamu ya kwanza ya masanduku ya kupigia kura katika uchaguzi mkuu wa Februari 18 nchini Uganda. Masanduku haya yaliwasilishwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe kwenye ndege ya Ethiopian Airline. Karatasi hizo ziliwasili nchini kwa ulinzi mkali, wawakilishi na wadau mbalimbali wakiwepo kushuhudia vifaa hivyo vikiingizwa nchini na kisha kupelekwa katika bohari la afisi ya tume ya uchaguzi hadi siku ya uchaguzi. We shall lift it from the pellets and put it in the appropriate box, which goes to the polling station so and so, polling station so and so, but they are already pre-packaged. There's nobody who is going to open one and remove 50 of them, 10 of them, and add to another polling station. So they are already in sealed, semi-contained seals. Hata hivyo, karatasi za ziada zilizochapishwa zimezua maswali mengi. The ink could pour on one of them, or she could be putting her thumbprint, and the thumbprint covers a lot more area than is expected, and she realizes it after she's done it. She comes forward and says, I'm sorry, I made a mistake. As a human being, a responsible presiding officer is supposed to issue her another ballot. And this one is recorded as a spoiled ballot. Chama cha upinzani cha FDC kimeonyesha kutoridhishwa kwake na mchakato huu. Taken aback by the fact that the ballot papers that are going to be sent out to polling stations are already pre-packed. And this means that we are not able to verify the serial numbering of these ballot papers here at their warehouse. Verification will only be done at the polling stations, which kills the trail, the audit trail. Hata hivyo, wawakilishi wa chama tawala cha NRM wameridhishwa na mchakato huu wa kuwasilisha karatasi hizi. Going to open the papers at the polling station, not from their offices. That is good enough so that everybody gets to see that these papers are sealed and confidentially handled up to the polling station. So that is good enough. Awamu nyingine ya karatasi zilizochapishwa Uingereza na India zinatarajiwa kuwasili nchini hivi karibuni.
Huku haya kijiri, kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar yuko nchini Uganda. Lengo la ziara yake ni kumlalamikia Rais Yoweri Museveni kuhusu hatua ya Rais Salva Kiir kutotii mkataba wa amani ambao ulitiwa saini kati ya viongozi hao wawili mwezi Agosti mwaka uliopita. Akihutubia wanahabari jijini Kampala, Dr. Machar alizungumzia uundaji wa majimbo mapya, hatua ambayo haijamfurahisha kamwe. We see it as a violation to the agreement, and we also see it impeding the drafting of the transitional constitution, because the agreement should be incorporated into the current constitution, and after that the formation of the transitional government of national unity. Dr. Machar anahofia kuwa kubuni majimbo hayo kunaweza kutishia amani ya taifa hilo ambalo ni changa. Sasa Machar anataka mashirika ya kikanda na kimataifa kuingilia kati, akidai kuwa Rais Salva Kiir amekiuka mkataba uliowekwa. We have done our part. The region, the JMAC, Africa, Peace and Security Council, UN Security Council will show us the way. Tangu kutia saini kwa mkataba wa amani, Machar amekataa kurejea Juba iwapo Rais Salva Kiir hatatii uamuzi wa kuunda majimbo mapya 18 nchini humo. If I went to Juba now, what will I go and do? Complain? Get restricted not to come to Kampala? Now Kampala will be your home to me these days. No. Once these important proceedings are done, I want to go back to Juba. I'm in South Sudan. Dr. Machar vile anataka makataa ya kutotoka nje iondolewe, hasa kwa watu wake. Haya najiri huku tarehe iliyowekwa na mashirika maeneo ambayo ni Januari 22 mwaka huu ya kuundwa kwa serikali ya mseto ikiwa imepita. Mary Kilobi, makala ya Afrika Mashariki, KTN News.